hata wajulikani, hata zingine, hata wengine wanakufa bila hata kuvidiwa. Kaunti ya Bungoma iliungana na ulimwengu kuadhimisha siku ya kutoa hamasa kuhusu ugonjwa wa kupooza kwa ubongo, yani cerebral palsy, huku wito ukitolewa kwa serikali kubuni shule spesheli za kuwahudumia watoto wanaoishi na changamoto hiyo ili kuboresha maisha yao. Akizungumza mjini Webuye wakati wa hafla hiyo, mwenyekiti wa muungano wa watoto wanaoishi na changamoto hiyo kaunti ya Bungoma, Evans Jumba, alitaja ukosefu wa shule iliyo na uwezo wa kuwahudumia watoto hao ni changamoto, huku wakitoa wito wa kubuniwa sheria ya kuondolea ushuru walezi wa watoto walio na ugonjwa huo. Aidha, walimu wamewarai wazazi kutowaficha watoto hao ili waweze kupata usaidizi kutoka kwa serikali na mashirika mengine yasiyokuwa ya serikali. Baadhi ya wazazi wamelalamikia kutengwa na serikali. Akitoka kwa tumbo ya mama anafaa alie, ndio at least hiyo oxygen ingie kwa akili, aache kukua na hiyo kitu inaitwa birth asphyxia. Sasa wale wenye hawajui wakisema mtoto labda ni uchawi ama urogi, sisi kama madaktari tunapinga hayo. Hawa watoto wako. Cerebral palsy iko na challenges 5 major challenges. Challenge number 1, expenses upande ya madawa. Challenge number 2, expenses upande ya diapers. Number 5, and the major one, we don't have schools for our children. Nilikuwa naomba kama kuna mtoto ambaye ako nyumbani ako na ulemavu wa kichwa kubwa, huwa tunatusiwa, tumezaa watoto ako na kichwa kubwa. Wengine wazee wanatutoroka sababu tumezaa watoto wako na kichwa kubwa, si ndio? Sio kupenda kwetu, ni Mungu alifanya. Shirika hili pia udeal na tax exemption kwa wale ambao amja apply na mko na ulemavu na mna work, mko salaried employed. Make sure umelias na sisi tutakusaidia usiumie. We want to ensure kwamba all the provisions within the Disability Act 2025 are operationalized, including the stipend and the provision of the support to the caregivers who are taking care of our children.